Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Huu ni mwezi wa 5 ambao mwezi wa 5 tunaadhimisha Mental Health Awareness Month. Yaani ni mwezi ambao tunafundisha kuhusu mambo yanayohusiana na afya ya akili. Kwa hiyo tunataka watu wengi wafahamu kuhusu afya ya akili. Ili kuepukana na matatizo mbalimbali yanaweza kuleta changamoto ya afya ya akili. Na leo mwaka huu nimependa tu focus na kuongelea kuhusu wanaume. Sio kwamba wanaume kwa sababu wao wana changamoto kubwa za afya ya akili, hapana. Tunaongelea kuhusu wanaume kwa sababu wanaume wengi huwa hawaongelei matatizo yao. Wanaweka ndani matatizo yao ambao wanapitia, wanakuwa na stress ambao zimefichwa ndani na zinaweza zikatrigger changamoto ya afya ya akili. Somo letu la leo linasema kwa nini wanaume wanateseka kimya kimya. Kwa hiyo tutaangalia ni kwa nini wanaume wanateseka kimya kimya, na baadaye tutajifunza jinsi ya kuwasaidia na kuweza kuwamotivate wanaume jinsi ya kutafuta msaada. Mwanaume ambaye tunamuongelea anaweza kuwa ni mtu yote ambaye unamfahamu, anaweza kuwa ni babako, anaweza kuwa ni kaka, anaweza kuwa ni mfanyakazi mwenzio, anaweza kuwa ni rafiki. Kwa hiyo ni mwanaume yote. Wanaume wote wana tabia hiyo ya kuficha maumivu ndani. Ni kwa sababu wanateseka kimya kimya. Anaweza kuwa anakutana na majukumu ambayo yamemlemea, alafu ana maumivu ya kihisia, lakini hawaongelei matatizo yao, wanayatunza ndani, wanakaa nayo wenyewe. Ni vigumu kuongelea hisia zao za maumivu. Ni tabia ambayo umejifunza tangu utotoni. Kuanzia utotoni, mtoto wa kiume akizaliwa anakuwa anafundishwa kuwa shujaa, kuwa jasiri, kuwa usilielie kama mwanamke, kuwa jikaze, wewe ni mwanaume, man up. Mpaka tunasema hivyo kwa sababu unaambia watu man up mtoto wa kiume akianza kulia analalamika. Kwa hiyo tunawafundisha kuwa inabidi unyamaze, shut down. Ukiwa na matatizo nyamaza, wewe ni mwanaume. Tunawafundisha tangu utotoni kutoonyesha hisia na kutozungumza maumivu yao. Unakuta hata shuleni watoto wa kiume darasani labda amepigwa au ameteswa, hasa akiumizwa na mwanamke, unaambia wewe mwanaume, mvulana wewe anakusumbua mtoto wa kike, wewe ni mwanaume, nyamaza, jikaze, ondoka hapa. Kwa hiyo unakuta unamfundisha mtu kunyamaza na kuonea aibu kusema matatizo yake kwa sababu tu ni mwanaume, lakini sio kitu kizuri, japo jamii zetu zinafundisha hivyo tangu utotoni. Kwa hiyo unakuta wanaume wanakutana na stress, wanakutana na upweke, wanaonewa, wanateswa, lakini hawasemi, wanaumia kimya kimya. Wanakabiliana na maumivu peke yao kwa sababu hamna mtu anapenda kusikiza mwanaume ambaye analalamika kwa mimi nateswa au mimi naumizwa. Kwa hiyo unakuta ndio hivyo, tunawafanya wanyamaze kimya kimya kwa sababu hata jamii ina expect wao wanyamaze, ambacho sio kitu kizuri kwa sababu ni binadamu kama binadamu mwingine yeyote yule. Matokeo ni kwamba watoto wa kiume anazoea hiyo tabia ya kuficha maumivu, alafu atakuwa mtu mzima ataendelea kuficha hayo maumivu, atakuwa anaumia, anaumizwa, ananyamaza kimya tu. Kwa sababu ni tabia amejifunza tangu utotoni na jamii yetu hairuhusu wanaume kuonyesha hisia zao. Alafu atajifunza kunyonyesha kama yuko okay hata kama hayuko okay. Kwa hiyo unakuta wanaume wengi, watu wazima, anakuwa hayuko okay lakini anakuambia tu niko okay, mambo yatakuwa sawa tu, mambo ni mazuri tu kabisa, lakini unakuta hapo ndani ana bleed, ana internal bleeding za kihisia, lakini imenyamaza tu kimya kwa sababu jamii inategemea na imemfundisha awe hivyo. Ni tabia inayofundishwa na wazazi, walezi na jamii nzima. Lakini ukumbuke kuwa kutunza maumivu hakukufanyi uwe jasiri, ni kwamba kuna kufanya uumie kimya kimya. Huwi jasiri ila unakuwa ni mtu ambaye unaumia kimya kimya kwa sababu usemi. Sababu nyingine inayofanya wanaume waumie kimya kimya ni kwamba wanaume wanakuwa ni wapweke. Wanaume anaweza kuwa wamezungukwa na watu wengi sana nao kunywa nao pombe, anao marafiki ambao wana hang out nao, wanapigana simu, wanaongea, wanacheza pamoja games, lakini hawana wale marafiki wa karibu ambao wanaongea mambo ya ndani ya maumivu yao ya kihisia. Ni tofauti sana na wanawake ambao wanawake wakikaa wakiongea sangine wanaongea maumivu yao ya kihisia, lakini wanaume wanakuwa hawana mahusiano ya namna hiyo, ambao sio kitu kizuri sana, japo ndo wako hivyo. Kwa hiyo unakuta wanaume ni wapweke, hawana mtu wa kuongea naye. Kwa hiyo ndio maana akiwa na maumivu makubwa anakuwa na suffer alone, anateseka peke yake kwa sababu hana mtu wa kumshirikisha. Hajazoea hivyo na labda anaona kama sio sawa sawa. Unakuta hata mwanaume akiwa anapenda kushirikisha watu, hata wanaume wengine wanaweza kuanza kumcriticize kwa wewe umekuwa mwanamke, mbona unaongea sana, huyu mwanaume analalamika. Kwa hiyo unakuta mtu tunawafundisha pia, tunawajenga wanaume wawe lonely, ambao sio kitu kizuri. Kwa hiyo wazazi, kama una mtoto wako wa kiume
msikilize, usidharau hisia zake wala usizi shut down, kwa sababu unapomnyamazisha, kwa sababu mtoto wa kiume, then unamfundisha kwa nyamaza. Ukiwa mtoto wa kiume, nyamaza, usiongee matatizo yake. Kwa hiyo akiwa na matatizo atatafuta njia nyingine ambazo maybe nyingine ambazo sio nzuri za kusolve matatizo. Sababu nyingine ya kufanya wanaume wateseke kimya kimya ni pressure, ambayo jamii pia inawapa a lot of pressure wanaume. Ni kwa sababu ya majukumu walionayo. Alafu mila na desturi pia tunategemea wanaume ndio wawe leaders, wawe viongozi wetu. Alafu mnategemewa, alafu unatakiwa kiongozi, unatakiwa kufanikiwa. Tunasisitiza sana kwa wanaume wafanikiwe na tunategemea wafanikiwe. Alafu tunategemea wanaume wasiwe wanashindwa. Kwa hiyo tunafundisha kwa wewe pia ushindwe, yani usishindwe. Kazana. Kwa hiyo unakuta hata mtu labda amelemewa hawezi hata kusema kama nimelemewa, kwa sababu mwanaume anatakiwa aonyeshe yuko strong, anatakiwa aonyeshe kama hashindwi. Kwa hiyo unakuta atakuwa anang'ang'ana na kitu lakini maybe ameshindwa, kinamuumiza, kinamletea maumivu, lakini anang'ang'ana tu kwa sababu anataka kuonyesha ujasiri. Kwa hiyo ile pressure ya mafanikio na mwanaume kuwa lazima uwe great, lazima ufanye nini, sangine inasababisha wanaume pia wasiongelee matatizo yao, kwa sababu unaogopa kuwa utakuwa umelet people down, umelet familia down, unaonekana kama umeshindwa. Lakini kushindwa is part of life. Kushindwa kunaonyesha at least umejaribisha. Watu ambao hawashindwi ni wale tu ambao they don't try anything. Lakini kama mtu unajaribisha kitu umeshindwa, ni part of life, kwa sababu unaonyesha kama ni mtu active, unajaribisha kufanya vitu. Kwa hiyo unakuta wanaume kwa ajili ya kujitahidi kuhold your family together, au mambo yanakuwa yamekulemea, unakuta still wanaume wanalemewa na majukumu, hawasemi, anaendelea kuteseka nayo, maybe anamuumiza, lakini hawezi kusema kwa sababu ndio hivyo. Tunategemea a lot kutoka kwa wanaume, na wakishindwa sangine tunahukumu sana, ambacho sio kitu kizuri. Alafu sababu nyingine inasababisha wateseke kimya kimya ni kwamba wanaume sio rahisi sana kutafuta msaada wa kisaikolojia au counseling. Wanaume wengi hawako quick kwenda kutafuta msaada, iwe ni msaada kwa viongozi wa dini au msaada kwa marafiki au msaada kwa wazazi, kwa counselors. Wanaume sio wepesi hivyo. Wanawake ndio wanakuwa very quick kwenda kwenye counseling au kwenda kwenye kutafuta mshauri wote akilemewa, lakini wanaume ni wagumu sana. Pamoja na kwamba wana stress nyingi, lakini bado watazitunza humo ndani mwao. Anataka ku struggle alone, anataka kuonyesha ujasiri, ambapo madhara ya kuficha maumivu ni kwamba yanakuwa ni makubwa sana. Madhara ya kuficha maumivu na kutotafuta msaada ni kwamba ukificha maumivu ni kwamba maumivu yanaendelea. Ukiyaficha hayaponi, yataendelea. Ni kwamba unakuwa umenyamazisha tu lakini yanaendelea. Alafu unaweza ukajikuta unatumia njia mbaya za kutatua matatizo. Mfano ulevi, madawa ya kulevya, kuwa workaholic. Kuna wanaume wengine wanakuwa na matatizo ya kihisia, maybe uko nyumbani hakuko na amani, au maybe watoto wanamsumbua, anaanza kufanya kazi, haonekani nyumbani, yani amejizamisha kwenye kazi ili kuavoid. Ni tabia za avoidance ambazo sio nzuri. Au mwingine ana shut down. Wanaume wengi sana default yao ni ku shut down. Akiwa amezidiwa sana matatizo ya kihisia, unakuta ameacha kuongea, hataki kuongea, anajitenga, anajengea ukuta, lakini kwa sababu ya maumivu alionayo, ambayo sio njia nzuri ya kusolve matatizo. Alafu unakuta wengine wanaanza kufanya maamuzi mabaya kwa sababu ukiwa na stress huwa inazuia uwezo wako wa kufanya maamuzi mazuri. Na kama una solve matatizo peke yako ukiwa na stress, ni kwamba unaweza ukafanikiwa kusolve vizuri, lakini mara nyingi unakuta mtu anasolve kwa njia ambazo sio nzuri, kwa sababu stress ina inhibit your prefrontal cortex, ambayo ndio ya ku make decision. Kwa hiyo unakuta ubongo wako wa mbele umepunguza nguvu na utakuwa unafanya maamuzi ambayo sio hayako sawa sawa. Alafu matatizo yanaongezeka ukubwa kama utafuti msaada, alafu yanakuathiri kimwili na kiakili. Kwamba unakuta watu wengi kimwili anaanza kuumwa kichwa mara kwa mara, anakunywa dawa painkiller hizo kila siku, au anakosa usingizi sana, au maumivu mengine yote yale ya kimwili. Na kiakili unakuta mtu anaishi na anxiety, anakuwa na hofu wakati wote. Wanaume wanapata depression japo wananyamaza kimya kimya. Tabia za addiction, wengi unakuta wamejiingiza kwenye addiction kwa sababu kwa sababu ya maumivu ambayo yanakuwa yanaendelea. Kwa hiyo anajipoza tu kwa hizo addictions. Sasa kuna addiction hata za gaming. Kama wanaume wengi siku hizi tumia hizo gaming, kucheza computer game au video games kwa sababu ya kupoza maumivu. Au wanaume wengi pia wana commit suicide. Statistics zinaonyesha kama wanaume wengi ndio wanaojiua kuliko wanawake. Wanawake wengi wana attempt, wanajaribisha, lakini wanaume akikusudia kujiua anajiua kweli kweli. Ni kwa sababu wengi wanajua, kwa sababu pia hawaongeagi matatizo yao na watu. Wanakuwa na matatizo yamejaa, yamemzidia, lakini hasemi. Kwa hiyo mwanaume unayesikiliza, napenda sana ufahamu kama kuongea kuhusu matatizo yako yani ni kitu cha kawaida. Alafu usifiche sana matatizo yako, kwa sababu yakikuzidia ni kwamba wewe ni binadamu
una limit na utaona kama umezidiwa sana na utatafuta njia ambayo haifai. Kwa hiyo usifiche matatizo yako. Sasa dalili gani zinaonyesha kama umezidiwa na matatizo na maumivu ya kihisia? Ni kwamba hasira, utaona mtu ameanza kuwa sana na hasira sana nyumbani, kazini, ziko wazi tu kabisa. Unaona mtu amechange ghafla. Alafu kujitenga ndio default kubwa sana wanaume. Wakizidiwa na mambo, matatizo ya kihisia, labda kuna ugomvi nyumbani au ana mambo yamemzidia na madeni na kitu gani, unakuta unaanza kujitenga na watu, unajijengea ukuta. Alafu una shut down, hutaki tena kuongelea. Mtu anatafuta muongee, mimi sitaki kuongea, mimi sitaki kuongelea wakati huu, lakini unakuta ni mtu ana maumivu ya kihisia. Kwa hiyo hata wewe ukimwona mwanaume wako au kakako au bosi wako, mtu yote wa kiume ambaye ameanza ku shut down na hataki tena kuongelea mambo yake, ujue maybe ana go through difficult time, maybe ana mambo magumu ambayo ana go through. Alafu dalili nyingine ni kwamba distraction. Ukiona ameanza kuonyesha tabia za ku distract matatizo, yani anataka kukimbia, kukimbia matatizo, ujue kama ameanza ghafla. Alafu mtu labda na dalili nyingine za ku shut down, za kutaka kuongelea, ujue labda ana go through difficult time, na ni kumwangalia na kujua kama ni ujumbe, kwa sababu behavior is a language. Tabia ni message kwako, inakwambia kama kuna kitu ambacho hakiko sawa sawa. Kwa hiyo ukiona mtu amebadilika tabia ghafla, ameanza kuwa na hasira, kujitenga, distraction, ghafla ameanza kucheza game sana au anakunywa sana pombe, ujue behavior is a language, kwamba something is going on, na take it seriously, yani usichukulie lightly. Amini kama kuna kitu ambacho hakiendi sawa sawa, maybe mwanaume anahitaji msaada. Sasa ni jinsi gani ya kuondokana na kuteseka kimya kimya? Hapa nataka kusaidia mwanaume kuondokana na tatizo la kuteseka kimya kimya. Ni kwamba zungumza maumivu yako na mtu unayemwamini. Kuwa na mtu at least mmoja ambaye unamwamini, ambaye unajua ndo itakuwa ni outlet yako, sehemu ya kuenda kutoa maumivu yako. Anaweza kuwa ni mzazi wako, anaweza kuwa ni mtoto wako kama ni mtoto mkubwa, wengine wanaweza kukusikiliza. Anaweza kuwa ni mentor, anaweza kuwa ni rafiki yako wa karibu, anaweza kuwa ni mwenzi wako, ni mke wako, kama ni sio yeye anayesababisha matatizo. Kwa hiyo uzungumza naye na umuelezee kama umelemewa, kama unaumizwa, kama una kitu gani, muelezee, usinyamaze kimya, kwa sababu katika kuongea mtu anaweza kaja na point moja ambayo itakusaidia. Alafu usionee aibu kuonyesha hisia, kama ambavyo unafundishwa kwa mwanaume atakuwa ujasiri, usilie, usionyeshe umeshindwa, onyesha hisia zako, kwa sababu wewe ni binadamu wa kawaida na kila binadamu ana hisia, kwa sababu tumeumbwa na aliyetuumba ana hisia. Tunaambiwaga ana hasira, tunaambiwa saa nyingine anaadhibu, anapenda, anaumizwa, anaumia, yote tunaambiwa. Muumba wetu pia naye ana vitu kama hivyo. Kwa hiyo na sisi kama binadamu tuna hisia, na wewe mwanaume sio kwamba you are above emotions au feelings. Hapana, ni mtu wa kawaida ambaye una feelings kama kawaida. Mara nyingi watu tunajali sana feelings za wanawake, na wanawake tunajitanguliza sana mbele kutaka wanaume watusikize feelings zetu, lakini sangine tunakuwa na ugumu kusikiza feelings za wanaume wanaotuzunguka. Kwa hiyo tufahamu kama wanaume wana feelings, na wewe mwanaume fahamu kama una feelings kama mwanamke tu alivyo. Usionee aibu kuonyesha hisia zako, kama umeumizwa, kama umezidiwa na mambo, kama umelemewa, kama umeshindwa, usione kama yani ndo utakuwa umedharauliwa. Hapana, onyesha hisia zako, kuwa mkweli. Alafu tafuta pumziko, ni kwamba pumzika pia kiakili na kimwili, kwa sababu wanaume wengi pia hawapumziki. Anakuwa amezidiwa na mambo, lakini kwa sababu tunapotegemea a lot from them, unakuta hapumziki, anafanya tu kazi ili nyumba, mambo yaendelee nyumbani, yaendelee vizuri, ili aweze kutunza familia, ili asilaumiwe kwa kuonekana ameshindwa, asionekane ameshindwa, aonekane amefanikia. Lakini ukiona umezidiwa na mambo, unaanza kuonyesha hizo dalili, ni kwamba mwili wako unakupa message kwamba something is wrong na unahitaji pay attention. Kwa hiyo jitahidi na kupumzika mwanaume, tafuta muda upumzike, literally kupumzika. Unaweza ka take day off kazini, au hata kama umeenda kazini, tafuta tu muda ambao labda utakuwa na relax mwenyewe bila ghasia yoyote ile. Na pumzika kimwili na kiakili, kwa sababu unahitaji kurefresh na kurestart. Ni kwamba ni kama simu au gari ikianza kuonyesha dalili mbaya, taa zinawaka, ni kwamba inakuonyesha kama mambo sio mazuri. Kwa hiyo dawa yake ni kwamba inatakiwa upeleke garage na likaweze kutengenezwa. Kwa hiyo na wewe ukiona umeanza kupata dalili mbaya, please pumzika na tafuta msaada wa ushauri wa kisaikolojia. Usione aibu, kwa sababu wa saikolojia wako kwa ajili yako, watakusikiliza, na ni sehemu nyingine ambayo ni very safe pia kwako wewe kwenda kufunguka kwao, kwa sababu wa saikolojia ni watu wamesomea, na confidentiality, yani ule usiri au kutunza mambo yako kwa siri, ni kitu ambacho
kiko highly regarded kwa sababu ni wajibu wa kisheria na wajibu wa kikazi. Kwa hiyo kama muamini mtu yeyote, nenda katafuta saikolojia waweze kukusaidia, watakusikiliza na kukusaidia kupunguza hizo stress. Kumbuka, kuficha maumivu hakukufanyi jasiri. Ujasiri wa ukweli ni kuwa mkweli na maumivu yako. Zungumza mambo yako. Kuzungumza mambo yako sio dalili ya udhaifu kama watu wanavyofikiria, bali ni kitendo cha ujasiri na ukweli. Jitahidi kuwa tayari kuwa muwazi, mkweli kuhusu mawazo, hisia na mapito yako. Yaani kuwa mkweli, usifiche mambo unayopitia kwa sababu ni binadamu wa kawaida na mambo yanatokana na kuzidia. Ni vigumu sana kuwa muwazi kuonyesha hisia, mawazo na mapito, lakini ni muhimu sana kwako kwa sababu ya afya yako ya akili. Sasa si watu wengine tunaweza kuwasaidiaje wanaume ambao mara nyingi waga wanaumia kimya kimya? Ni kwamba tuwacheki mara kwa mara. Ukiona labda hujamuona mtu, rafiki, mtoto wa kiume au mtu yote wa kiume ambaye uko karibu naye hujamuona mara kwa mara, mcheki, mpigie simu, mcheki uone kama yuko okay. Alafu msikilize bila kumhukumu, kwa sababu saa nyingine watoto wa kiume au wanaume wakaanza kujielezea na kuelezea mimi sijui na unaanza mwanaume mzima sijui jikaze, wewe ni mwanaume. Hapana, msikilize bila kumhukumu. Validate their feelings kwa sababu wanahisia kama ambazo wanawake wanazo. Alafu ukiona mtu anabadilika ghafla, take it seriously. Yaani usiseme tu labda amebadilika tu, amekuwa hivi. Inawezekana na go through a very difficult time kwa sababu hawasemi, then wanaumia kimya kimya. Alafu mwisho nataka ukumbushe mwanaume kwamba kuficha hisia na kujenga ukuta kunakupa nafuu tu ya muda mfupi, lakini hakukupi suluhisho la kudumu. Alafu uponyaji wa kweli ni kuwa mkweli na hisia zako. Yaani usifiche hizo hisia. Kama una hisia za maumivu, uwe mkweli nazo. Mara nyingi tunaogopa kuelezea shida zetu kwa watu, tunaogopa utadharauliwa au watakuhukumu. Lakini kinyume chake ni ukweli. Kwa mara nyingi ukijieleza kwa mtu, unaweza kukuta anakuhurumia na pia atakusaidia, kwa sababu katika kuongea, of course kuna watu ambao labda watatake advantage ya kwanza kuongea vibaya zaidi, lakini kuna mtu mmoja atatokea atakuwa na huruma na empathy ya ukweli, atakusaidia na kukusikiliza wewe na hali nzuri. Kwa hiyo wanaume, na waombeni sana, zungumzeni kuhusu maumivu yenu. Msifiche au maumivu, kwa sababu ukificha yanaendelea kukuumiza na mwisho wake unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo zungumza maumivu yako kwa mtu unayemwamini na tafuta ushauri wa kisaikolojia ili uweze kusaidika. Asante sana, na kama umependa hii content tafadhali usiache kusubscribe na kushare. Asante sana.